Tumekuwa tuna ongezeko la watu wenye stress, tumekuwa tuna ongezeko la watu wenye depression, lakini tumekuwa tuna ongezeko la watu wenye huzuni. Sasa hivi tuna watu wenye huzuni kuliko wakati mwingine wote. Na leo imenitafakarisha nikasema, hebu tulete hapa kijiweni tuongee mimi na wewe. Wewe unafikiri kwa nini wakati huu tuna watu wenye hali mbaya zaidi kuliko wakati huu? Yaani wakati huu ambapo social media na vitu vimekuwa rahisi, lakini tumekuwa na watu ambao hali zao za kiafya sio nzuri. Tuongelee kuhusu misimu yetu ya maisha ni nini na ina faida gani kuitambua, hasa wakati huu wa kila kitu kiko kwa social media. Misimu ya maisha ni kile kipindi cha maisha ambacho kinabadilika kutoka wakati wa kupata kwenda kwenye wakati wa kupanda, kwenye wakati wa kupanda kwenda kwenye wakati wa kuvuna. Kama ambavyo ilivyo miaka, kama ulivyo mwaka, kama una vipindi vyake vinne. Kuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa masika, kuna wakati wa kivuli na kuna wakati wa kipupwe. Ni kwamba mbegu inapandwa, mbegu inaota, kuna mbegu inavunwa, kabla ya kuvunwa kuna wakati inapukutisha, alafu baadaye inavuna. Na ndio hivyo kwenye msimu yetu ya maisha. Kuna wakati wa msimu wa kuvuna ambapo mambo ni mazuri. Na wakati wa vitu kuanguka ambapo ndio tunaita kuna wakati wa kukata tamaa, yani mambo hayaendi kabisa. Msimu wa masika, yani hakuna mwanga, hakuna mvua, hakuna hakuna unaenda. Wakati ambapo tunajikuta vitu vyote vimeharibika na tunapaswa kuanza upya. Hii ni misimu yetu ya maisha ambayo tuko nayo. Sasa kwa nini ni muhimu kujua hii misimu? Kwanza, tufahamu katika wakati huu kwamba msimu wako sio msimu wa mtu mwingine. Kwa mfano, msimu wangu huu mimi ni wakati ambapo nimepata watoto wadogo. Familia yangu mambo yanaenda vizuri. Nina mume mwenye furaha, ninamiliki gari, ninamiliki biashara. Huu msimu sio msimu ambao uko sawa sawa na rafiki yangu Asha, ambaye yeye ndio amemaliza shule, anatafuta kazi, hajaolewa, hana biashara. Umeona, ni misimu miwili tofauti. So inawezekana mimi ni wakati ambapo ninaonyesha kila kitu changu kwenye social media, nyumba mpya, gari mpya na nini. Niko kwenye wakati wa furaha. Lakini kwa rafiki yangu Asha ni wakati ambapo yeye ana struggle kupata vile vitu ambavyo mimi ninavyomiliki. Kwa hiyo kama rafiki yangu Asha akiwa ananiangalia mimi kwenye social media, obvious lazima atakuwa na stress, lazima atakuwa na depression. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu kwamba msimu wako wa maisha sio msimu wa mtu mwingine wa maisha. Kwa hiyo unachokiona kwenye social media probably ni msimu wake, lakini sio msimu wake. So acha kujicompare. Tufahamu kwamba kila msimu una kusudi. Uko single, jiulize kwa single kwako kwa wakati huu kuna maanisha nini? Ambaye ndio umeolewa, jiulize kwenye kuolewa kwako katika msimu huo kuna maanisha nini? Kwa hiyo kwenye kila msimu kuna kusudi. Hata kwenye msimu wa ukame kuna kusudio. Je, kusudio la huo msimu wako unafahamu? Na je, una act kulingana na kusudi la huo msimu wako? Sio. Pia tufahamu kwamba katika hii misimu kila baraka huvaa nguo ya maumivu. Especially kwa watu adult miaka 30 na kuendelea, kila mtu atakupa story yake namna ambavyo wakati huu ni mgumu kwetu. Yaani ni mgumu honestly. Una wajibu mwingi, una kubadilika kwingi, una kujichanganya kwingi. Yaani hata kama utake usitake, kuna kitu ambacho kinakufusu kwa mtu wa aina nyingine. Kuna maumivu mengi sana kwenye kila. Kuna maumivu ambayo ni mepesi, lakini hakuna maumivu ambayo pia hayavumiliki, lakini hakuna maumivu pia ambayo hayana njia. Msemo wangu unasema sit with your pain. Jifunze sana kukaa na maumivu yako. Usikimbie kuomba ushauri. Usikimbie kubadilisha. Usikimbie, yasikilize hayo maumivu, alafu utapata solution ndani hayo. Lakini kitu kingine ni kuhusu namna ambavyo tunatakiwa kukubali kubadilika. Tusikae sana ndani ya misimu yetu ya maisha. Ikiwa ni jambo ambalo linakupaswa ubadilike, basi tuwe rahisi kubadilika. Lakini ikiwa ni jambo ambalo linatupaswa kuvumilia, basi tuvumilie. Lakini tuwe tuna limit. Ikiwa unapaswa kusoma, ikiwa unapaswa kujifunza kuhusu kitu, msimu fulani umekufundisha kwamba kuna wakati ya kuweza kucommunicate vizuri, ndio maana vitu kukimbizana pia na hii misimu. Yaani usikae kwenye msimu mpaka ukakauka. Usikae, kwa sababu namna ambavyo unavyochelewa kutoka ndio namna ambavyo vitu navyo nje vinabadilika. So msimu una watu wake. Kila msimu una vitu vyake vipi ambavyo vinavyokuja. Ni sawa kuachia watu waende. Ni sawa kuachia ule uhusiano uondoke.
Ni sawa kubadilisha mawazo ya wewe unavyofikiri. Ni sawa even kubadilisha cycle. Ni sawa pia even wewe kubadilika. Ni muhimu ni kubadilika kulingana na msimu wako. Na chochote katika huo msimu wako. Lengo letu ni kukupata wewe bora. Na hiyo ndo hatua moja kubwa, kukua binafsi. Tukue katika kile kitu ambacho tunachokipitia. Kwamba maisha ni safari, yana hatua, yana majira yake. Kupitia kwenye season moja haimaanishi kwamba ndio hukumu nzima ya maisha yako. Kwenye hiyo season ambayo uko haimaanishi kwamba ndio uko hapo hautaka kutoka. Watu wa social media wasitufanye tukasahau misimu yetu. Wasitufanye tukasahau kwamba sisi ni binadamu. Kuna wakati tunakuwa, kuna wakati tunaanguka, kuna wakati tunapoteza, wakati tunapata. Asante sana kwa kushiriki na mimi kuhusu misimu ya maisha. Niambie, wewe kwenye msimu wako wa maisha ulitumia njia gani kuadapt katika ule msimu ambao ulikusababishia maumivu? Lakini pia kama umefanikiwa kupita kwenye ile misimu mibaya ambao ulifikiri itakuua, unafanya nini sasa hivi ili ule msimu ukija ukukute umeimarika zaidi? Hii ni Kijiweni na Winnie.